Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo tunakwenda kujifunza. Kichwa cha somo kinasema ya kwamba mtwike Bwana mzigo wako. Na somo linatoka Zaburi ya 55 ule mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, umtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza. Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Kwa hiyo unaona ile somo anavyosema ya kwamba umtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza. Ina maana ili Bwana Yesu aweze kutegemeza. Hasa kumtegemeza mtu ni kumshikilia mtu asije akaanguka. Labda unataka kuanguka, mtu anakushikilia hivi, amekutegemeza. Au na fimbo umeka hivi, na maana ile imekutegemeza. Hasa unakuta na mtu na mzigo, ule mzigo ni mzito, unataka uanguke. Hasa ili Bwana akushike, akutegemeze, anasema ya kwamba umtwike yeye mzigo wako. Sasa swali linakuja, je, tunamtwikaje Bwana mzigo wetu? Maana kuna mizigo mingi sana. Kuna mizigo ya magonjwa, kuna mizigo ya umaskini, kuna mizigo ni mingi sana. Wengine mtu natafuta uzao wa tumbo, umekuwa ni tasa, huo pia ni mzigo. Kuna mzigo biashara haiendi, yaani kile kitu ambacho kimsingi kinatulemea afu kinatupa huzuni. Umetafuta kazi muda mrefu hujapata, huo pia ni mzigo. Kwa hiyo kila mtu ana mzigo wake na mizigo iko mingi, lakini Yesu anasema ya kwamba umtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza. Afu anasema hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Na ndio maana pia ukisoma kwenye ile Mathayo 11:28 inasema Yesu anasema ya kwamba, anasema wazi kabisa ya kwamba hapa, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mtu ambaye aliyesema njooni kwangu, mwenye huo uwezo ni mmoja tu. Hakuna mwanadamu anaweza kusema hivi, ni Yesu tu, njooni kwangu. Maana Yesu ana uwezo na kumsaidia mtu yeyote mwenye mzigo wowote. Hakuchagua hata baadhi ya mizigo, kwamba labda waje kwangu watu labda wenye mizigo labda ya magonjwa. Wote, mzigo aina yoyote, anasema ukija kwake, anasema njooni wote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Liko pumziko kwa Yesu. Na ukishatua mzigo, kama umekulemea, unapumzika, unapata raha. Tusiwe kama wale watu ambao unapanda kwenye gari alafu na mzigo wako pia unaituka kichwani. Kwa hiyo unakuta sasa umepanda kwenye gari lakini gari halikusaidii, maana bado unalemewa. Ukishapanda kwenye gari inatakiwa ule mzigo uutue, uweke chini ili usikulemee. Sasa ukishaingia ndani ya Yesu, usiendelee tena kubeba mzigo wako. Na ndio maana mpaka kuna watu inafikia point unakuta mtu anasema ya kwamba huu ni ugonjwa wangu. Ina maana huyu mtu yuko ndani ya Yesu lakini bado mzigo wake ameubeba. Sasa inatakiwa ule mzigo umpe Bwana Yesu. Na mfano mzuri wa kumtwika mzigo Bwana Yesu, njia mojawapo ni kwa njia ya maombi. Tunafahamu kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza, yule Hana mamake Samueli, yeye alikuwa ni tasa, lakini Penina mke mwenzake, yeye alikuwa na watoto, tena akawa anamsimanga sana. Lakini Hana siku hiyo walipoenda kule Yerusalemu kuabudu kule kwenye hekalu, alikuwa anamsimanga mpaka anashindwa hata kula. Biblia inasema kwamba akaingia kule hekaluni, akawa anaomba mbele za Bwana, akaimimina roho yake mbele za Bwana, mpaka yule kuhani ile alipomwona akamdhania kwamba amelewa, kwa sababu midomo yake ilikuwa inacheza, wala hata alikuwa hatoi sauti. Akamwambia, achilia mbali ulevi wako. Akamwambia, mimi ni mwanamke ambaye sijalewa, bali ni mwanamke ambaye nimeumimina moyo wangu mbele za Bwana. Ndipo ile akambalia, akamwambia, Bwana Mungu wa Israeli asikie maombi yako. Kwa hiyo na maana aliumimina mbele za Bwana, alimpa ule mzigo Mungu wa utasa. Na Biblia inasema baada ya yale maombi, Hana kuomba na kuweka nadhiri, anasema alipotoka pale akachangamka, akala kwa furaha, hakuhuzunika tena. Kwa hiyo ina maana ukiwa na mzigo, cha kwanza unaupeleka mbele za Mungu kwa maombi. Ni rahisi sana tukiwa na mzigo tukawasimulia watu wote, tukawahadisia watu wote, lakini tusimwombe Mungu. Hata Yesu mwenyewe kipindi alipokuwa anaenda kuteseka kule msalabani kwa ajili yetu kutukomboa, aliwaambia wanafunzi, roho irazi lakini mwili ni dhaifu. Sehemu nyingine akamwambia kwamba nina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Biblia inasema ya kwamba
Alipowachukua wanafunzi akawacha mahali, akamchukua Petro, Yakobo na Yohana, nao akamwambia kaeni hapa tuombe. Sema akaenda mbele kama umbali wa kutupa jiwe, akaanguka kifudifudi, akaanza kuomba. Baada ya lisaa moja akarudia kuta amelala. Akamwambia mbona amelala? Amkeni mkaombe. Akarudi tena kwenda kuanza kuomba. Ina maana Yesu ule mzigo wake aliumimina mbele za Mungu kwa maombi. Ina maana na aliomba kuna mahali mpaka aliwarudia akawaambia kwamba sasa laleni, pumzikeni. Ina maana yeye aliupeleka ule mzigo kwa kiwango ambacho mpaka ndani ukawa umetoka, umeisha, ile huzuni imeisha. Na ndio maana kwenye Wafilipi anasema ya kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika